Sasa sisi tumetumwa kuokoa, sio kuhukumu. Lakini ukisiwa so hapa na Bwana atakuponya bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hatung'ang'anii, hatupambanii ulimwengu. Yesu ametutosha. Leo linasema tofauti, sisi tunaenda tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Unasema baba nisaidie, lakini baba kuna kitu anangoja kwako, na pengine amekusaidia tayari, lakini wewe umeshindwa kuzipokea kwa sababu ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Ndio maana nasema kwamba ukizifuata, ambie wewe kwa ukifuata hiyo sheria utabarikiwa, na sitaweka maradhi juu yako kama niliyoyaweka kwa Wamisri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni maradhi ya aina gani hayo? Maradhi yaliyokuwa kwa Wamisri ni magani hayo? Bwana asifiwe. Hebu uliza mwenzako, Wamisri walikuwa na maradhi gani? Bwana asifiwe. Kwa sababu wingu la hasira linaweza kukubeba, lakini Mungu atabaki kwa Mungu. Nakumbuka wakati Musa alipokuwa amekasirika, Mungu hakuangalia hasira ya Musa, lakini aliangalia kazi yake tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hasira haisumbui, lakini Mungu anaangalia kazi yake. Bwana asifiwe. Hata mimi naweza kasirika kabisa, lakini Bwana akaniambia lakini tunaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ambie mwenzako lakini sisi tunaendelea na safari. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaona yule Petero alipokuwa akimkana Yesu, baadaye Yesu akamwambia na kuombea, utakaporudi tena uwahubirie na ndugu zako. Kwa maana ni yeye tu alikuwa hapo katika wale wanafunzi wote, maana wote walikimbia, wote walitoroka, alibaki huyo kwa mbali. Yeye pia alikuwa kwa mbali, lakini alikuwa nafuu kwa kuwa alikuwa ameahidi hata muacha Bwana. Sema amen. Kitu alikuwa anaogopa tu ni ile mijeredi ya kupigwa, lakini alikuwa anafuata kwa mbali. Kwa hiyo neno aliloliongea lilimsaidia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako neno unaloongea ndilo litakusaidia mbele katika maisha yako. Uulize, je, una hasira? Je, una uchungu? Bwana asifiwe. Uulize, je, umewahi kufurahisha Mungu wako? Je, na Mungu wako amewahi kukufurahisha? Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu alikufurahisha ulifanya nini? Bwana asifiwe. Mungu amekufurahisha mpaka umecheka na ukasema natamani siku zote ziwe kama leo. Bwana Yesu asifiwe. Je, wakati wewe umebarikiwa hivyo ulimwambiaje Mungu? Mungu ulimwambia nini? Bwana asifiwe. Amekufurahisha kuliko siku zingine, je, ulimfanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Amekubariki, amekutendea, je, ulimfanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Ulimpa kitu gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Niko kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16. Mambo ya Nyakati. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Yes. Utafuteni uso wake siku zote. Tosha. Bwana asifiwe. Kila siku. Bwana asifiwe. Ndio sababu naona deni amemaji tu kwa maombi na tunaomba pale, mtu anasema hawa ni wale walichangiwa. Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alituweza. Bwana Yesu asifiwe. Alituweza. Mungu alituweza na akatuweza na akatutosha. Na ndio sababu tunaomba. Bwana asifiwe. Hata tukiwa hapa ndio tunaomba, tukifika nyumbani tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako omba.
Omba, wacha mchezo. Bwana asifiwe. Omba, kama ni kuvunja vunja, kama ni kubomoa bomoa. Wale wanaokusumbua hawafanyi mchezo, wanaroga. Bwana asifiwe. Na wanaroga kuroga, wanaroga kumaliza. Bwana asifiwe. Na wewe unapoomba, unaomba kujinyima, unaomba kana kwamba unajificha, unaambia Bwana niguse, hata unafanya kusengenya. Alafu ukisikia mtu anapita nje, unanyamaza kwanza usikize. Alafu tena sasa wewe utajulikana vipi na Mungu wako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo omba. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa zako omba, usiogope, omba. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Na kutaka nguvu zake, sio nguvu za giza. Kutaka nguvu zake, kutafuta nguvu za Mungu, kutafuta mamlaka ya Mungu, kutafuta uwepo wa Mungu, kutafuta uwepo, nguvu za Mungu, sio nguvu zako. Haleluya. Tukirudi pale katika Matendo maandiko yanasema yule bali Yesu alikuwa nabii, lakini tukiangalia sasa tunaona kwamba yule bali Yesu alikuwa nabii wa kichawi. Ukiangalia katika karne ya leo, manabii wamegeuka tofauti zaidi katika makanisa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia pale hakuna Mungu, unaenda na mimi. Kanisa pale mchungaji alichanganyikiwa kule, mchungaji alifanyaje? Wewe unachanganya. Hakuna vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Je, utapataje kupona usipojali Mungu wa Bwana? Hivi unaona huyo liwali kukalisha wale watu, alitaka kulielewa neno, alitaka kujua misingi za neno, kwa sababu hata ukikemea pepo lazima utatumia neno. Haleluya. Lakini pasipo neno utakemeaje pepo? Hata Yesu mwenyewe anasema imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Imeandikwa. Na kama uyasoma utaambiwa nani imeandikwa. Utakusa nani wote imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo imeandikwa. Kwa hivyo neno utajua mengi. Neno utaelewa aina ya mapepo, kwa sababu ukemei pepo moja, udili na falme moja, unadili na falme nyingi yenye tabia mbalimbali tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mapepo ya ajabu. Bwana asifiwe. Sema amen. Unaweza kumwambia pepo si ndugu yako. Pepo sio ndugu yako. Sio dada yako, si mama yako. Haleluya. Nikiingia kwa maisha yako tutaelewa. Bwana asifiwe. Wacha sisi tunakwambia omba na wewe unakula bidii. Kula. Haleluya. Omba na wewe uko tu, uko na smart. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Ikikufika tutaanza kuuliza pastor, naomba nilale kanisani. Pastor. Pastor, naomba nilale kanisani. Pastor, naomba nilale hapa. Sasa unakuwa msumbufu, unataka kulala wapi? Kanisani. Lakini cha kuomba huombi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kusumbua. Sema amen. Haleluya. Unaweza kumwambia tulia kwa Yesu. Mwambie tulia kwa Yesu. Tulia kwa Yesu. Bwana asifiwe. Kuna injili ambayo nimeisema mahali, inatoka Yohana 16 ambapo ni 17. Maandiko yanasema hakumtuma mwana kuhukumu. Si kweli? Ama wewe mfasi wa nani? Wewe mfasi wa nani? Sasa mbona unahukumu wenzako? Unamwambia kuna Mungu pale, unaona nenda hivi. Bwana Yesu asifiwe. Why? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko yanasema hakumtuma mwana kuhukumu bali kuokoa. Sasa sisi tumetumwa kuokoa, sio kuhukumu. Na mtu kama anashiriki mahali, kama ni pazuri mwelekeze akae na baba yake vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo, hata kama ni mama kiroho, mwelekeze hii ni kwa sababu ya hii, ni kwa sababu ya hii, ni kwa sababu kuna wengine hata si mapepo kwenye fungu la 10 wanakula. Bwana Yesu asifiwe. Na unakula bila huruma, unaamua kabisa. Tena tena mwenyewe unajirota. Watu wanaiweka kwa Biblia, wanasema hii leo ni fungu la 10, alafu unaiacha, ukipungukia unachukua, unaenda unatumia. Na hapa umesema shahidi ni neno. Neno ni Mungu. Bwana asifiwe. Kisha umejirarua mwenyewe. Sio unajichoma mwenyewe kwa kisu chako mwenyewe, ukijitawanya mwenyewe. Kisha unasema ninarogwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unaiweka hapo. Tena unaenda kununua glasi kwanza, unakula chakula unauma na tumbo, lakini uone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanunua chakula mnakuwa na vita ndani ya nyumba. Bwana asifiwe. Kwa sababu umesema na kisha haukufanya. Unaona akani akavificha vitu vya Mungu. Hili litendeka. Bwana asifiwe. Kuhukumu. Sema amen. Sema amen. Hakumtuma mwana kuhukumu ila kuokoa. Bwana asifiwe. Alafu kiendelea nasemaje?
Bwana asifiwe. Ndio sababu Musa kuna kitu ambacho Bwana alikuwa amemwambia. Akamwambia kwamba nataka nikupe ufunguo ili utoage mibaraka ya hao watu. Lakini kilichotendeka hakuweza kuchukua ule ufunguo. Akauacha ufunguo mikononi mwa Mungu. Akasema siweza. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Tukiwa wafuasi wa Yesu Kristo na tuna tabia za Yesu Kristo, inastahili kwamba tuvae kiatu ya Yesu Kristo, tusikie vile kinakaa. Sema amen. Umesamehe wenzako. Sema amen. Haleluya. Tumepona tujapona. Usa mtu muulize umepona. Bwana asifiwe. Uguse kwa nguvu, tingiza mtu, mwambie ala umepona au hujapona. Mwambie na sauti, wewe umepona au hujapona. Kama una mwenzako gusa kiti, ndugu yako afanye sema umepona au hujapona. Gusa kwa hiki kiti hapa. Sema umepona au hujapona. Gusa hiyo kiti hujapona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kinachoweza kututenga na upendo wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hapa tunahitaji upendo. Sema amen. Gusa mweza kuambia upendo, amani, furaha. Mtu akikusengenya ama akisengenya ukiwa na yeye, shika mikono yake, mwambie sema Bwana Yesu, naja mbele zako, muombe toba. Omba na yeye toba saa hiyo. Achana na yeye hapo vizuri tu, mwambie sikia, hapo umeteleza, lakini sema Bwana Yesu, naja mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe mtu anakuwa hata hivi nikihubiri kwa mwingine sasa unasikia bwana amekasirika yule. Hajakasirika. Neno la Bwana linadumu. Haleluya. Ni uzima na ni uhai. Na Maandiko yanasema kwa hali pa kuonya onya, mahali pa kukataa kataa, mahali pa kupiga piga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana mwili wa Yesu Kristo ni uwe sawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ambia mwenzako Mungu anapenda usafi. Mungu ni msafi. Mungu ni msafi. Gusa yeye. Mwambie Mungu ni msafi Bwana. Kuwa msafi wewe. Haleluya. Kuwa msafi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila kitu kisafi. Haleluya. Amen. Sio kumfagia uchafu kipeleka kitandani. Haleluya. Mwambie mwenzako ukiona mama anapeleka chafu kitandani, ameanguka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mama anafanyia kipeleka wapi? Mzee anafanyia kipeleka wapi? Kitandani, kwa sababu mzee ana haraka. Bwana Yesu asifiwe. Akisema baadaye usafi utaufanya. Sema amen. Lakini kuna watu hawakai na uchafu. Kuna watu hata ukichukua kikombe ukiweka hapa, kitu cha kwanza anakagua hiyo kikombe vizuri. Tuwe vizuri. Alafu anakuambia hebu washi vizuri. Leta. Bwana asifiwe. Haleluya. Leta tu washi vizuri na ulete. Bwana asifiwe. Yeye makosa. Bwana asifiwe. So kuna mambo mengi ambayo tunafaa kuyafanya katika kanisa la Mungu. Hapa tunaona kuna vitu vingi. Hapa nimenyeshewa, ndugu yangu nikaanza kumuuliza na hii mabati jamani. Si watu walete mabati tuweke hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke ama tumimine hiyo ghorofa iendelee mbele. Kwa sababu kuweka hayo tulisema kwamba tunataka tumimine na tuendelee wapi? Mbele. Bwana asifiwe. Tukawa na ndoto njema, tukasema tukienda juu kuna baadhi ya vitu itakuwa nafuu kwetu. Bwana asifiwe. Watoto wetu wa Sunday school watakuwa nafuu, sisi wengine ofisi itakuwa huko, so itakuwa nafuu sana, mambo mengi yatakuwa yanatendeka. Bwana asifiwe. Je, tutaendelea tukiwa tunasita? Bwana asifiwe. Amen. Hebu angalia mwenzako, nataka kuangalia kuanzia kichwa mpaka chini. Muulize ametumia gharama ngapi? Angalia tu. Si kwa ubaya. Alafu muulize sadaka umetoa ngapi? Muulize tu, si ubaya. Sadaka umetoa ngapi? Wewe muulize sadaka umetoa ngapi? Ndio umevaa. Angalia vizuri na sadaka umetoa ngapi? Kwa sababu umeicheki kwa jirani yako, ingine mpaka kaomba jirani yake toa kidogo. Lakini hii gharama hii imegharamika, imechukua pesa ngapi? Na kwa nyumba yako unakula pesa ngapi? Uliza tu. Bwana asifiwe. Na sisi wote hatuwezi kuafford kuleta chakula kwa nyumba ya mchungaji. Bwana asifiwe.
Alafu tunatarajia mchungaji uwe pale tumuone kila siku. Kila siku. Sasa saa hii mchungaji akipa kama tango nyingi mchungaji nakutana na wewe kidogo. Roho imeshtuka. Niende kidogo na kusema mchungaji katika usiku. Mchungaji anashika huyu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kweli tuende vipi? Uliza unataka twende aje? Unataka twende aje? Vile unataka tutaenda, twende aje? Twende aje? Tufanyeje? Bwana asifiwe. Tufanye namna gani? Tufanyeje? Uliza unataka tufanyeje? Amen. Sasa hapo tufanye namna gani? Tunaweza tunatembea naye kila siku. Siku moja nikuuliza, nitembea na utaona mbinguni kwa pasipo kuomba. Bwana asifiwe. Haleluya, mpaka uombe. Haleluya. Na hata kama niko na wewe useme Baba na ingia yangu nitakasike. Haleluya. Huwezi enda mbinguni kwa imani ya mchungaji. Sema amen. Haleluya. Mpaka uombe, ujitahidi kuomba. Sema amen. Na hivyo ndivyo itakuwa, kwa sababu katika nyumba ya Bwana tunapozidi kuwa wagumu, na ndivyo sasa tunahitaji Bwana atutendee na ni Mungu. Na kuna vitu hapo Bwana anasema ukitenda hii atafungua haya madirisha, atafungua milango. Imagine kwamba tena ni kwa nyumba ya Bwana. Hawajasema upeleke kwa nyumba ya mchungaji chakula, wamesema kwa nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika ile nyumba ya Bwana, hapo ndipo kuna mambo wengi wanachaguliwa, wenye kukalia masto. Hao ndio wanakalia, wanasema hiki kiende kwa mayatima, hiki kiende kwa mchungaji, hiki kiwekwe kwenye store kwa sababu ya wageni, kwa sababu ya kongamano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nyumba ya Bwana. Sema amen. Sasa nyumba ya Bwana inakuwa maskini kwa sababu hatuangalii section hiyo na hatufunguki. Bwana asifiwe. Tunaona pipa zinalewa, ndio unaona sasa hata sufuria. Mwambie mwanangu sufuria unaweka ile kajiwa na kuna hii ndio sifa ile. Na nywele unaweka, Bwana asifiwe. Na nywele unaweka. Hebu angalia hivyo tu. Angalia tu hiyo sufuria yako. Funga hii macho, angalia sufuria yako hivi. Angalia ile stove, angalia ile jiko. Bwana asifiwe. Alafu uangalie viatu uko navyo, handbag mpya unatembea nayo. Bwana asifiwe. Ndio nikamwambia mama akitembelea wa mama kitu cha kwanza anafaa aingie bedroom. Bwana asifiwe. Kabla hawajaomba hodi hapa, anaenda anaangalia ukunguni wa kitanda, anasema kusema kweli hapa, mwenzetu mmoja achukue kifagio afanye usafi. Bana anaweka neno hapo. Sema amen. Kila kitu kitakuwa sawa. Bwana asifiwe. Kila kitu kitakuwa sawa. Simama kwa miguu yako. Nataka tumalizie hapo. Kwa miguu yako kabisa. Maana nikiendelea nitaharibu.